waliouawa kimkakati ni raia, na wameuawa na risasi za moto. Sijui unajua Tanzania risasi zinaagizwa na nani? Unajua anauza risasi Tanzania? Tofauti na nchi zingine, risasi zinunuliwi dukani kama kalamu. Risasi zinauzwa kwa utaratibu maalum. Anauza risasi ni nani Tanzania? Anauza bunduki Tanzania ni nani? Anempa mtu leseni ya kumiliki bunduki ni nani nchi? Sasa huyo anauza bunduki, anauza risasi, kwa nini huyo aliyeuawa asiseme kwa sababu nimeuawa kwa kutumia risasi, naomba anayechunguza? Hatujasema viongozi, maaskofu wetu wamesema na viongozi wa serikali kwa upande mwingine. Sasa wananchi sasa watakapokuja, hiki ndio kimefanya vijana waende mtaani, labda sio hicho, kuna kitu gani kingine? Basi na wainje waje waungane na hii ya serikali. Kwa nini waweka ndani peke yao? Wametajwa ndio wainje, ndio hawa sijui Commonwealth na nini, anawekwa mtu ambaye na yeye na maslahi haamimiki sana. Sasa hivi vitu lazima uwekwe na watu wa ndani ambao raia wanajua, na raia na ninyi leteni. Raia utawapambanuaje? Watu milioni 70 utawapataje? Tungekuwa labda na bunge ambalo ni la vyama vingi. Bunge sasa hivi ni kamati ya chama kimoja. Na yenyewe sasa utapataje sasa watu kukufanyia? Zamani kama bunge lingekuwa huru ndio ungesema, kama tungekuwa na bunge la vyama, bunge ambalo limechaguliwa na wananchi wenyewe, ndio ungesema wabunge ndio wachague hiyo kamati. Na tulishaona kamati za namna hiyo. Kamati zilizochunguza mambo ya escrow, mambo ya Richmond, mambo ya nini, sisi zilikubalika kwa sababu zilichaguliwa na wabunge. Mwaka fulani wakati wa binafsishaji, wananchi wakaongea lugha chafu, sema nchi inabinafsisha kila kitu. Nakumbuka hata baba wa taifa lalamika jinsi NBC ilivyo binafsishwa. Wananchi wakalalamika, wasema sasa wamebinafsisha kila kitu, inabaki waje wabinafsishe watu wa aina hii. Maaskofu wetu waliposikia walimuita Mkapa hapa kwenye baraza hapa. Unasikia wananchi wanavyolalamika, Mheshimiwa Rais awamu yake ya pili sema ndio ilikuwa kubinafsisha shirika la ndege la ATC, ilikuwa linabinafsishwa kuchukuliwa na kampuni ya shirika la ndege la Afrika Kusini. Sasa maaskofu, shirika hili ni hasara tupu sasa hivi, hili lifanye biashara, naomba tulibinafsishe. Maaskofu akamwambia baba, wananchi wamekataa, ni shirika lao, acha. Akasema naacha na litakufa. Wakamwambia wacha life, kwa sababu wananchi wenyewe wamejiamulia, ni kitu chao. Shirika la ndege lilibaki jina na madeni kibao mpaka likaja kufufuliwa na serikali ya awamu ya 5. Kwa hivyo wananchi wakishirikishwa wenyewe wanafanya maamuzi vizuri zaidi, lakini kigezo lazima wasimame kwenye ukweli.